Karibu kwenye video yetu hii ya 4. Leo nitakufundisha namna ya kujaza mauzo kwenye mfumo wetu wa ZanApp. Tunaona hapa kwenye dashboard yetu taarifa zote za mauzo ni sifuri, matumizi ni sifuri, hakuna faida. Sasa nitakufundisha namna ya kujaza mauzo kwenye mfumo wetu. Tutaingia hapa sehemu ya mauzo hapa chini. Kishaingia itafunguka. Italeta jumla ya bidhaa. Sasa kwa sasa hivi tuna bidhaa moja tu. Kuna bidhaa moja tu tulionayo. Kwa hiyo namna ya kuuza hii bidhaa yetu, kama mteja amekuja dukani, ukitaka kuichukua au mteja ni online, utaigusa hapa. Ni rahisi sana. Ukiigusa itakuletea taarifa za bidhaa. Hapa juu kabisa itakuletea picha za bidhaa ili kudhibitisha ni yenyewe. Lakini hapa itakuletea jina la bidhaa, supplier aliyetuuzia, location ya store, itatuonesha bei ambayo tulinunulia, bei ya kuuzia. Hapa itakuwa ina sehemu mbili. Hii ni bei ya jumla, hii ni bei ya rejareja. Kwa hiyo ukigusa moja kwa moja itabadilisha bei yako hapa chini. Kama unamfanyia discount utaweza kupunguza hapa. Kwa sasa tuseme hapa, kwa sababu store hapa chini inatuonyesha ziko 50 tulizozijaza. Kwa hiyo na hapa kwenye status hii sehemu ya kijani hapa inatuambia kwamba bei italeta faida nzuri. Sasa kuna kitu cha ziada hapa. Ukiweka bei alafu ikawa ni pungufu, utaona inakupa alert. Itakwambia bwana, hii utapata hasara kubwa. Kwa sababu imeangalia bei ulionunulia wewe ni 28,000 alafu nataka uuze 3,500, inakwambia italeta hasara. Au ikitokea tunataka tuuze chini ya bei tuliyopanga, isishuke chini ya bei tuliyonunulia, ila iwe katikati ya bei tuliyonunulia na bei ambayo ni ya jumla. Tuseme tunauza 30. Unaona imebadilisha status. Itasema bei iko chini ya bei ambayo ulipanga kuuzia, bei ya chini, kwa sababu tunasema bei ya jumla ni bei ya chini ya kuuzia. Lakini ikianzia pale ilipowekewa jumla itakuwa inakuonesha hali nzuri, tutapata faida. Ikitokea imezidi haitakupa alert nzuri yoyote. Kwa mfano ikiwa ni bei ya rejareja haitakupa alert. Ukiuza 1,400,000 haitakupa alert, kwa sababu lengo la biashara ni kupata faida. Sasa sisi hapa tuseme tutauza bei ya rejareja. Tuseme hapa tutauza bidhaa 2. Amekuja mteja anataka mikoba 2. Kwa hiyo tutaandika hapa, tutaongeza hapa, au utakuja utagusa hapa afu utaandika 2. Unaweza ukaja ukaongeza hapa hivi. Tuseme nachukua 2. Kwa hiyo utakuja hapa chini kwenye sehemu imeandikwa ongeza kwenye cart. Ukigusa utaona bidhaa yako imekuja hapa chini. Hapa chini. Ambako ukitaka kuiona vizuri unaweza ukagusa hapa hivi. Hapa bidhaa imekuja hapa chini. Hapa chini kuna button ya blue imeandikwa kamilisha mauzo. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna bidhaa nyingine ambazo mteja anachukua, utaendelea kuziongeza kwenye cart. Utaigusa kama hivyo, utaiongeza kwenye cart. Lakini kama sasa akishafikia hatua anachukua moja au zaidi, utakuja kugusa hapa. Hapa kamilisha mauzo. Nimesema kukamilisha mauzo itakuja kirisiti kifupi ambacho kitakuonesha taarifa za bidhaa ambazo zimechukuliwa. Hapa itakuwa na list, kama zipo bidhaa zaidi ya moja itakuonesha, inatakiwa mteja akulipe shilingi ngapi. Hapa ni kama unataka kutunza taarifa za kumbukumbu ya mteja. Ukigusa itakwambia kama utakuwa umeshasajili mteja kwenye list, itakuletea hapa list ya wateja au utajaza mwenyewe. Kwa mfano hapa sisi hatuna, tutapaacha hapo. Hapa itatuambia kwanza hapa ili turahisishe baadaye tunaweza tukamjaza mteja. Tukasema alikuja kuchukua ni Musa boda au Musa boda, namba yake ya simu labda ni 0621213958. Huyu ni mteja aliyekuja kuchukua. Au tuseme 0612345667. Tuseme ni mteja huyu amekuja kuchukua. Hapa chini utajaza njia ya malipo kwamba mteja amelipa kwa njia gani. Kama ni cash utaacha. Kuna cash payment, kuna mobile payment kama amelipa kwa simu, kama amelipa benki. Kama ni kwa simu utagusa hapa kwa simu, itakuletea mitandao. Kama ni benki utagusa hapa benki, itakuletea account ya benki. Tuseme amelipa kwa simu. Alafu tuseme amelipa M-Pesa. Kwa utagusa hapa.
Kama ni njia za digital sasa hivi, kama ni Binance na nini, utagusa huko. Ila ukisema amelipa kwa njia ya simu lakini ni M-Pesa, hapo. Mteja amekuja dukani au ni online, au amekuja kwa njia ya matangazo, au ni njia nyingine. Tuseme mteja amekuja dukani, alafu nakuja hapa kukamilisha mauzo. Ukija kwenye kukamilisha mauzo hapa, itakwambia tayari mauzo yamefanyaje, yamerekodiwa. Ile itakuuliza unahitaji risiti. Kama ukitaka risiti utagusa hapa. Kama ni kuprint, kama una mashine umeunganisha na device yako utaprint, au kama utataka PDF itakuonesha risiti yako hii hapa. Sasa uzuri wa hii risiti, unapokuwa unauza, kuna hii chini inabaki kama QR code hii hapa chini. Hapa kwenye asante, chini yake kuna QR code. Hii risiti mteja akienda nayo nyumbani siku nyingine, au akitupa au akienda nayo, akiskani hii QR code itamfungulia duka lako bidhaa zake zote zilizopo ambazo bado hazijaisha kwenye simu yake. Kwa hiyo atakuwa na uwezo kupata order akiwa nyumbani akiskani QR code hapa. Lakini pia QR code itakuwa na taarifa za msingi za biashara za bidhaa yake aliyochukua na duka. Ukitaka kudownload utagusa hapa download, utakuwa umedownload. Hapa tayari tutaona mauzo yamerekodiwa. Sasa hivi tuthibitishe mauzo yamerekodiwa. Tukirudi hapa nyumbani utaona faida sasa hali imebadilika. Jumla ya mauzo yote tuliofanya ni 80,000 kwa sababu kumbuka tuliuza 42,000. Lakini pia itatuambia faida yetu halisi mpaka sasa hivi ni 24,000 kwa sababu bidhaa tulinunua 28,000 na tuliuza 40,000. Kwa hiyo imechukua ila faida imetuonyesha faida ni kiasi gani. Sasa na tumeona hapa pia chati imepanda, imetuonyesha mauzo tuliouza ni 80,000 lakini faida tuliyopata ni 24,000. Huu mstari wa kijani ni unaonyesha faida, huu mstari mwekundu unaonyesha mauzo. Karibu sana. Na hapa chini ni sehemu inatuonyesha shughuli zinazoendelea, kwamba shughuli ya kwanza ilikuwa ni store, tuliongeza mzigo, lakini shughuli ya pili ilikuwa ni tumeuza, ambao ni leo. Karibu sana. Video inayofuata nitakufundisha namna ya kujaza matumizi. Karibu sana. Lakini pia kuna video nitakufundisha namna ya kuweka malengo. Karibu sana, usichoke kutufuatilia. Asante.